Mzee Puta, awali mama ulisema ndo alikuwa kidogo anakusaidia kwenda hapa na hapa, kwa sababu alikuwa na uwezo, anaweza akafanya biashara kidogo. Lakini sasa hivi amekatwa mguu, maisha yanaendeleaje hapa nyumbani, hata kula kila siku? Inakuwa shida. Kwanza mimi nafikia na mke wangu siko naye karibu. Kwa naye karibu nitambue vipi mimi mpaka sasa hivi mguu usijui. Umekatwa wapi? Ananiambia tunataka kukata mara 2 hapa na hapa, lakini madaktari wakasema haiwezekani. Tukate hapa. Akakata sehemu nyingine. Ulikuwa ndio hivyo walivyokata, sijui mrefu sijui mfupi, mimi sijui. Kwa ina maana kiufupi, yani hujamuona mkeo, yani hujamuona kwa sura, kwa sababu huwezi kuona kwa sasa hivi, kwa sababu kuanzia mguu amekatwa wapi, yukoje, siwezi kumuona. Yeye mwenyewe na Mungu siwezi kuona. Kwa hiyo inabidi nibaki hivyo mpaka leo hii. Lakini nashukuru Mungu kama yupo hai, anaendelea vizuri. Na mimi nashukuru sababu nimekuwa mpweke. Na nikirudi, mtoto akirudi huko anamfahamisha, na yeye anamfahamu mirudi ndio. Basi akiondoka yeye anamwamsha huko anakolala huko mtoto. Nalala huko, anamwamsha fulani, amka, muda umetimia huu. Nakuja najiandaa, naondoka. Sawa. Haya. Na kuhusu afya yako, maana naona pia umepooza. Ulipokuja ulikuwa huko kidogo, angalau unatembea mwenyewe. Sasa ule nitatiza hapa, na tatiza mguu umepooza. Na matunzo, dawa zile za umuonyeshe. Atanionyesha dawa hizo, atanionyesha za kusugua na sugua mpaka kufikia hivi saa hizi. Basi Mzee Puta, pamoja nao sisi kwenye hili tumekuja na wageni ambao wao wameguswa pia na tatizo lako. Wamefika hapa wageni? Wamefika, Hamjambo. Kwa hiyo wako hapa na wao waliguswa na tatizo lako. Wamekuja kuangalia waone kwa namna moja au nyingine watakusaidia vipi, ili basi angalau si kwa kusema watamaliza tatizo lote, lakini angalau itapunguza machungu kidogo ambayo unapitia. Na pia nafikiri baada ya wao pia kuona watakuwa kama wamefungua njia, kama kuna wadau wengine basi wataungana nao ili kuweza kuhakikisha unalala sehemu salama, kwa maana hapa unaumwa mbu, mvua ikinyesha yako kila kitu, maana hapa ni sehemu tu kama iko wazi. Hapo ndio usiseme mbu, hapa ndio kijiji cha kwao Mtwara. Wanatoka Mtwara mbu wanakuja hapa kunitembelea ndugu yao, wanakula damu yangu, natumia dawa kuchoma, haisaidii chochote. Na sio nifanye nini, natumia nyingine kupaka mwilini, mwenye kipaka haikawii kuisha. Okay. Basi pole Mzee Puta, lakini hapa muda mfupi tutaenda kuzungumza na mama, na yeye tangu alivyorudi kuona mabadiliko ya nyumba yake ya kuacha hivi, na baadaye basi tutaongea na wadau wetu ambao wamekuja kukuona na wameguswa na tatizo lako, nao tujue nini ambacho kimewafanya mpaka kufika hapa. Mimi naomba Mungu tu kwamba silie bwana. Sasa ukilia Mama Tuzo anafanyaje jamani? Matu eti ukilia Mama Tuzo inakuwaje? Sitambui moyo wake. Sitambui moyo wake. Pole. Asante. Pole baba. Asante. Mapole. Asante. Unaendeleaje kwanza? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimepambana mpaka nimefikia hapa. Namshukuru Mungu. Okay. Kwanza kwa majina yako kabisa nani? Kwa jina mimi naitwa Saveria Moses Matei. Okay. Pole sana.
Na mguu sasa hivi, najua umerudi nyumbani, ulikuwa unaamini kwamba utakuja ukute chumba chako ukute, lakini umekuta hali sivyo. Ilikuwaje kwanza na wakati na kupata taarifa kuhusiana na nyumba kudondoka? Hiyo taarifa ilinipata siku ya Jumatatu, ambaye siku mimi nilikuwa kule hospitali. Nikaja kuambiwa na mwanangu, kaniambia nyumba imebomoka. Kwa kweli nilisononeka. Hayupo mtu anayetokea tukio akafurahia. Nikaa najiuliza mimi niko hivi, alafu inakuja tena tukio lingine la kubomokewa nyumba. Inakuaje hapa? Basi nikasema yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Kama imetokea hivi, na mimi nikiruhusiwa, basi tutaenda kupambana. Maisha yanakuaje? Najua umetoka unaumwa. Na hapa ndo nalala kwenye mkeka. Maisha kwa kweli huwezi kufurahia mtu uliokuwa una chumba chako, unalala, vitu vingi unafanya chumbani kwako. Lakini leo mimi nakuja kulala hapa, mtu huwezi kufurahia. Kwa kweli maisha yangu ni magumu. Ni magumu. Kama tunavyoona sasa hivi baba naye ndo amepata stroke. Naye kidogo ndo alikuwa analia uzima wa mke wake na amepata stroke. Lakini pia maisha ya kila siku tayari yamebadilika. Watanzania wanakusikiliza, wadau mbalimbali na watu, unawaambiaje? Kitu cha kwanza nawashukuru sana Watanzania. Wote walinichangia na hata wale wasinichangia walikuwa wananiombea dua. Nawashukuru sana, na shukrani zangu walichotoa sio kwamba wametupa, bali wamenitolea mimi. Leo nipo hapa kwa ajili yao. Kwa hiyo nawashukuru sana na Mungu awabariki. Na kingine wasichoke. Mimi nimerudi, ninaumwa, ila sijakamilika. Ninawaomba Watanzania wasichoke kunichangia ili nipate mguu. Sababu nikipata mguu ndio ambao utakenipeleka mimi mbele kumsaidia mume wangu. Sababu mume wangu mimi haoni, kama hivyo matatizo ya muishi. Yeye ndio tegemezi ambaye alinitegemea ndio mimi. Kutembea hapa. Kwa hiyo nikipata mguu ile ndio itanipa nafasi mimi ya kwenda mbele na kufanya mambo mengine. Kwa hiyo nawaomba sana Watanzania wasichoke kunichangia. Kwa majina naitwa Faudhia Mohamed Mbwana, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Tanzania Generation Care. Hii ni NGO ambayo inalenga kwenye kuboresha maisha ya jamii kupitia huduma za kijamii na kuwezesha vijana, malezi na ustawi wa watoto pamoja na kuwajali wazee na makundi yenye uhitaji maalum. Pia dhamira yetu kubwa ni kujenga Tanzania yenye jamii na yenye afya, elimu, usawa na fursa kwa kila mwananchi. Kupitia NGO yetu tunafanya kazi na kushirikiana na serikali na wadau wa maendeleo na jamii kuhakikisha tunaleta mabadiliko chanya na endelevu. Pia tunashukuru kwa fursa hii ya kuweza kukutana na walengwa leo, familia ya mzee Liputa, kuweza kukutana nao, kufahamiana nao kama wenzetu pia, na kuweza kujua mahitaji yao ili tuweze kujua tunawafikiaje kama wenzetu pia. Kubwa tulichokuwa tumepanga, kwa sababu tuliambiwa kuna shida kwenye makazi, kwa tulichojaliwa kwa sasa ambacho tunaweza tukakifanya, tukachukua simenti mifuko 12, mabati 7, tofali 200, ili mradi tuweze kuwainulia eneo ambalo limepata uharibifu na wao pia waweze kupata makazi. Nadhani kama tukijaliwa kuanza hiki, inawezekana wakaja wenzetu na sisi pia tutaanza kuona follow up ulipofikia, pia tutasaidiana zaidi. Pole ya dhati kwa familia ya mzee Luputa, baba yetu na mama yetu. Mungu atawapa shifaa. Maradhi ni ibada pia. Mitihani ni ibada pia. Kwa dhehebu au madini, upande wa Uislamu, Kristo, ni vitu ambavyo vinakufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa kupitia hilo pia sisi tunaombea Mwenyezi Mungu, inshallah Allah atawainua. Amen. Kwa majina naitwa Faisal Amir,
ni moja ya members waanzilishi wa taasisi yetu ya Tanzania Generation Care. Tumekuja kwa mzee wetu Mzee Liputa kwa ajili ya kuweza kuonesha ubinadamu wetu sisi kama taasisi, lakini pia kuguswa na mazingira ambayo tumeyakuta hapa. Kiukweli si mazingira mazuri. Ukiangalia binadamu hawezi kuvumilia kuishi katika mazingira kama hayo, ukizingatia pia familia yetu ya mzee wetu Liputa na mkewe wanapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Mazingira haya si rafiki kwa afya yao ambayo tumewakuta nayo. Kwa hiyo sisi kama hii taasisi tumekuja hapa kuweza kutoa mchango wetu kama taasisi, lakini pia tulikuwa tunatamani wapate mazingira bora zaidi. Ukiangalia na hali zao, mfano kama mama yetu hapa amepata changamoto ya kiafya, amekatwa mguu, kulala chini inamletea maumivu makubwa sana, na ni kitu ambacho kinaumiza, kinagusa moyo wa binadamu yoyote. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa, tumetoa kile ambacho tumejaliwa, na inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia mambo yao yatakaa vizuri na afya pia zitakuwa nzuri. Kwa kupitia taasisi yetu pia tutaendelea kuwafanyia follow up, kuangalia wapi wamefikia, mazingira yao ya kuwa bora zaidi, na tunaamini kila kitu kitakuwa sawa hapo mbele.